Waislamu wengi wamedhurika kwa sababu Uislamu sahihi aliokuja nao bwana mtume, Uislamu aliokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, Waislamu wengi hawaujui. Na wataujuaje na Waislamu walipigwa vita vya kusoma dini yao? Humu tukitazamana msikitini, waliosoma maskuli wakaenda shule ni wengi, lakini waliosoma dini humu labda 10. Ni Waislamu tu kusikiliza hutuba za Ijumaa na kutoka. Lakini Muislamu akukaa chini akajifundisha kusoma Qur'ani, akajua maisha ya bwana mtume, mtume alipofiwa alifanyaje, mtume aliozesha vipi, mtume hivi, siku ya Idi ilikuwaje, Idi zetu ni zipi, mtu akakaa chini akasoma. Hao ni Waislamu wachache sana. Tulipigwa vita sana tukashindwa kuisoma dini. Na wanaosoma dini huko mwanzoni, ikawa ukisoma dini mwisho unakuwa mganga tu, kazi yako kusoma tawassuli na kusoma albadiri, basi hawakusomeshwa watu Uislamu sahihi wakajua dini yao. Kwa sababu hiyo ikatokea natija mbaya ya kupotea alwala walbara. Sisi tumefundishwa tupendane kwa ajili ya Allah na tuwachukie watu kwa ajili ya Allah. Huyu madamu si Muislamu, sisi hataki kumpenda, hataki kumuiga, hataki kufuata nendo zake. Leo hiyo imepotea. Watu wameingia maskuli, mtu anakaa darasa moja na asokuwa Muislamu, mwalimu si Muislamu, watu wamekorogwa. Kwa watu hakuna tena ile akida ya alwala walbara. Mwalimu mwenyewe anakuja uchi kusomesha mtoto alakimini, mwalimu kati ya wigi, huyu mtoto wa kike atajifundisha nini? Tukavurugwa ikhtilat baina rijali wan nisa, watoto wa kike na wa kiume wako darasa moja, tena dawati moja wengine. Zinaa zikaibuka, madhahiri mbaya yakatokea katika Uislamu.